Ushindi ndio huu hapa, umefika nyumbani sasa. Arusha kutokea Dar es Salaam. Tulifurahi mno. Jamani tucheze. Yaani ni uhakika kabisa, haina longo. PMBet ni yenyewe. Ni www.pmbet.co.tz. Mwezi wa ngapi huu? Mwezi wa 5. Wewe unakuwa msanii wa kwanza ambaye umethibitishwa kuja kuperform kwenye wiki ya wananchi. Anza mazoezi, andaa ngoma. Wiki ya wananchi jukwaa kubwa utakuja kuperform. Fresh, asante. Pige makofi Pasco D. DJ. Mbona kama unataka kualikwa? Huko waandishi wanasema hizo nyimbo ukipiga una nini? Unaweka copyright. Unaweka copyright. Kwa hiyo tulia. Ukitufurahisha tutakualika baba. Bwana, cha kwanza kabisa tumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, ametujalia uhai, ametujalia afya njema na ametupa pia furaha. Tusemeni alhamdulillah. Tusemeni asante Mungu. Asante Mungu. Lakini jambo la pili, wewe mzee, hii bwana wewe huwezi kushika mic bwana. Leta mtoto ashike. Wewe umri wako unajua ni kushika hela, sio kushika mic. Wewe umri wake ni kushika hela. Jambo la pili, kwa kipekee kabisa nichukue fursa hii kuwapongeza wamiliki, wasimamizi, mabosi na kila aina ya neno unaloweza kuwaita, hawa ambao wametupa eneo hapa. Seafood lovers, tumekuja leo sisi Friends of Berkane kuenjoy. Naomba tuwapigie makofi mengi sana Seafood lovers. Hapa mjini kuna watu wengi wanauza vyakula, lakini ukitaka vyakula vyenye ubora unakuja wapi? Seafood lovers. Ni mahala sahihi kabisa. Kwa hiyo nawakaribisha Watanzania wote, pata nafasi ya kupita hapa Kinondoni maeneo ya Kwapinda, njooni hapa Seafood lovers mle. Kuna kila aina ya chakula hapa, kila aina ya vinywaji. Ni wewe tu na hela yako. Chai pia ipo ukikosa pia hela yako, wewe njoo tu. Leo Tanisa hapa ni muungwana, atakupokea. Si ndio bwana? Jambo la tatu ni washukuru sana Friends of Berkane wote ambao mmetenga muda wenu na kuja hapa Seafood lovers kuweza kusherehekea kwa pamoja sherehe za Mwarabu mwenzetu kuchukua kombe la shirikisho bara Afrika. Tumpigie makofi Berkane. Jambo ambalo hatuwezi kulificha na ni ngumu kufichika ni raha tulizokuwa nazo sisi wakati huu. Halifichiki na hatuwezi kuficha, tuna raha kweli na tumeenjoy mno. Kama tungepimwa uzito sasa hivi, sisi Friends of Berkane ambao makao makuu yetu ni pale Twiga na Jangwani, kila mmoja wetu saizi kilo 5 mpaka 10 zimeshaongezeka kwa raha tulizopata siku ya jana. Uongo kweli? Sahihi kabisa. Uongo kweli? Sahihi kabisa. Sasa nianzie pale ambako wao waliishia. Mara ya mwisho na wasikia wakizungumza, maana yake hawajazungumza muda mrefu. Mara ya mwisho walikuwa wanasemezana kwamba ni vipi mwenyekiti wa vilabu barani Afrika Engineer Hersi Said aje wapongeza kwa kufika fainali. Tukawaambia waache haraka. Engineer kama mlezi wa vilabu vyote atampongeza bingwa. Na leo niko hapa kuleta salamu za rais wetu Engineer Hersi Said, mwenyekiti wa umoja wa vilabu barani Afrika. Anawapongeza sana RS Berkane kwa kuchukua ubingwa wa kombe la shirikisho la Afrika. Naomba nirudie hapo. Mwenyekiti, malaika walikuwa wanataka kusikia salamu za Engineer. Naomba niwape hapa. Mwenyekiti wa umoja wa vilabu barani Afrika Engineer Hersi Said anawapongeza sana
klabu ya RS Berkane kwa kuchukua ubingwa wa kombe la shirikisho Afrika. Yeye kama mwenyekiti ameenjoy na anawapongeza. Kwa hiyo kama kuna timu inataka salamu za ongea za injinia, chukueni kombe. Hizo ni salamu za mwenyekiti wa umoja wa vilabu barani Afrika. Na wiki ijayo kuna fainali nyingine ya Champions League, wanacheza Pyramid na Mamelodi Sundowns. Bingwa atapongezwa tena. Kwa leo zimeanza salamu za pongezi kwa Berkane, zinafuatia za Champions League. Jambo la pili, nimeona mashabiki wengi wa Yanga hapa tukitangaza kwamba tumemsamehe yule referee. Lakini niwaambie ukweli kabisa ndugu zanguni, mimi leo nimeirudia mechi yetu ya Yanga na Mamelodi vizuri kabisa. Leo nimeirudia, niwaambie ukweli, Lila Azizi alikuwa goli kabisa. Nimerudia leo kwa akili zangu timamu bila pressure yoyote. Nimeirudia mechi ya Yanga na Mamelodi kule South Africa. Nimejiridhisha kwa 100% aliopiga mpira ule Stefano Aziz Ki, lile halikuwa goli. Ule mpira haukuvuka. Kwa maana hiyo yule refa alikuwa sahihi na yuko sahihi mpaka leo. Hana baya. Nimeona wavimba macho wametaka kumkunja. Nimeona wamevamia chumba cha mwamuzi wanataka kurusha ngumi. Tuwaambie watafute sababu nyingine, ila wasitutagi kwamba sisi Tanzania tunaonewa. Sisi Yanga hatujawahi kuonewa na refa yule. Maana naona maneno yashaanza, huyu refa hatuoneaga wa Tanzania, ni uongo. Sisi hajaonewa. Sisi Yanga hatujawahi kuonewa na tumejiridhisha ule mpira ukuvuka. Goli lazima liguse nyavu, litikise nyavu. Goli lazima itikise nyavu. Azizi angepeleka kule. Kwa hiyo tumejiridhisha kama wana Yanga, na tunatumie fursa hii kumuomba yule muamuzi atusamee sisi kama tuliwahi kumuongelea maneno yoyote mabaya. Yule ni muamuzi wa viwango vya juu kweli kweli. Refa oye! Atusamee. Siku tulikuwa tuna hasira, tulikuwa tuna pressure ya matokeo, tulikuwa tuko mbali na nyumbani, au waje kwa wananchi. Tuliyozungumza mengine hayo atusamee tu, lakini kiukweli wa Tanzania hatujawahi kuonewa na yule refa. Lile halikuwa goli. Kwa hiyo asitutagi mtu kwenye mazungumzo yake kwamba sisi na Yanga tumeonewa, ni uongo. Sisi Yanga hatuna shida na muamuzi yoyote yule aliyechezesha michuano ya Afrika. Hilo ni jambo la pili ambalo nikasema ni vizuri niliweke wazi hapa, Watanzania wapate kufahamu. Jambo la tatu. Jana tumeshuhudia uhuni mkubwa ukifanywa na baadhi ya wahuni pale kwenye uwanja wa New Amani Complex. Hawa baadhi ya wahuni walirikodiwa wakiwafanyia vurugu, wakiwavua jezi zenye thamani zaidi duniani, jezi za klabu ya Yanga, baadhi ya watu waliokuwa wamezivaa. Lakini wakaenda mbali zaidi, hawa watu waliovaa jezi za thamani zaidi duniani wakawa wanatolewa nje ya uwanja wasiangalie fainali. Tumie fursa hii kwanza kuwaambia vitendo hivi sisi kama viongozi wa klabu ya Yanga vimetusikitisha sana. Na tunavilaani. Kwa sababu sisi tunaamini kwenye uungwana kwenye mchezo wa mpira wa miguu. Hivyo tunaziomba mamlaka zote ambazo zinahusika. Sababu video zipo. Watu hawa waliofanya ule uhuni wachukuliwe hatua kali na iwe fundisho kwa watu wengine. Lakini neno langu kwa mashabiki wa Yanga ambao jana wamekumbana na kadhia hiyo, kwanza tuwape pole.
Tunafahamu mlisafiri wengine kutoka mbali, kakata viingilio. Ile ni mchezo wa fainali, sio mchezo wa mtu, ni mchezo wa kafu. Kila mtu ana haki ya kuangalia ule mchezo. Kwa hiyo tuwape pole. Lakini kwa wengine ni waombe, endeleeni na ustaarabu na tamaduni ambayo Yanga tuko nayo. Tusijiingize kwenye makundi ya wahuni wachache ambao sasa hivi wanaanza kupandikiza chuki kwenye ushabiki wetu ambao tuko nao. Tumewasikia wakiongea bila wasiwasi, wakitishia watu maisha. Tumewasikia bila wasiwasi wakitangaza misiba kwa watu, na sio tu watu, na familia. Sisi tulistaajabu sana kuona mtu sijui ana mamlaka. Maana tumeshindwa, tumekaa kimya, hatujui mtu ana nguvu gani, hatujui wenzetu wana mamlaka yapi, mpaka unasimama mbele ya hadhira unatangazia watu utawazika Mwanakwereke, wengine utawazika Kisutu. Hatujui wenzetu nguvu hiyo wanatoa wapi. Lakini waombe wana Yanga, sisi tusiingie kwenye hizo chuki za kipuuzi. Tulinde utamaduni na desturi yetu ya uungwana, kama ambavyo waasisi wa klabu hii, wazee wa klabu hii, wakubwa wetu na sisi na wadogo wetu watakaokuja kuishangilia klabu hii. Yanga kwanza ni ustaarabu. Nimeona kwenye magrupu ya WhatsApp watu wana hasira kweli kweli, wakipania kulipa kisasi. Nisiwe mnafiki, nimeona watu wakipania kulipa kisasi. Lakini kama kiongozi wenu nipo hapa kuwaomba, futeni hayo mawazo. Futeni hayo mawazo, tubakini kwenye utamaduni wetu, na itakapokuja mechi nyingine ya kimataifa kama zilizopita, kama una jirani yako mualike aje kuitazama Yanga apate burudani. Kama kwenye timu yako unaye Pacome Zouzoua, unaye Prince Dube, huwezi kuwa na wasiwasi wa kumwalika mtu aje angalie burudani. Naomba nirudie hapo. Kama kwenye timu yako, timu yoyote tu ile duniani, una mchezaji kama Max Nzengeli, una mchezaji kama Faisal Salim, huwezi kuwa na wasiwasi kualika mashabiki waje waenjoy burudani. Ni kweli, hata kule Chamazi watu wanaenda kuangalia Azam bwana. Ukishakuwa na timu nzuri, huwezi kuwa na mashaka huyu akija sio itakuwaje kwaje. Shabiki jukwani anakuhujumu nini, wewe timu huna? Timu huna. Unaanza kutengeneza vikwazo. Ndio maana narudia tena, ndio hapo umeweka msisitizo hapo. Kama una wachezaji wazuri kama Pacome, timu yako ina Max Nzengeli, timu yako ina Jibril Sila, timu yako ina Faisal Salim, timu yako, nyewe mnashangilia nini? Ina Mpanzu pembeni. Timu yako ni nzuri. Kwa sababu nchi hii hata pale Azam watu wanaenda kuangalia mechi. Uongo kweli? Si mnaenda Chamazi kuangalia Azam? Mlishawahi kufanywa fujo? Kwa sajilini wachezaji wazuri kwa 2-2 kwa 2-2. D2. Hata mimi nimefundisha timu juzi, nimefungwa mechi 3. Sijawahi kutaka watu wapigane. Hasa wewe umeshonwa tu 2. Unarudi huku mishipa ya shingo inakutoka. Matokeo yake sasa wamekwenda kuitengeneza fainali mbovu zaidi katika historia ya CAF. Hakujawahi kutokea fainali mbovu kama tulioiona siku ya jana. Hivi watu mnafikaje fainali mechi 2 dakika 180 mna on target moja? Tufanye tu kwamba leo watu wote hao hawapo. Miaka 10 baadaye wanatakiwa msimulie mtoto kwamba hii ilikuwa fainali. Alafu anacheki Google anaona on target ni moja. Akikuuliza ilikuwaje utaeleza nini? Kwa hiyo niwaombe wana Yanga, mawazo
mipango na fikra za kutaka kurudisha kisasi futeni. Bakini kuwa waungwana, isapotini timu yenu, na ikitokea mechi nyingine ya kimataifa watu wakaja, wapeni nafasi waje wapate burudani. Unajua ukubwa unakwenda na ustahimilivu. Kifungo unastahimili. Kwa hii ni ombe wana Yanga. Tumeelewana? Ndio. Si imeisha hiyo? Msiige mifano ya kihuni. Mambo ya kipuuzi wachieni wapuuzi waendelee nayo. Sisi tu focus na mambo ya msingi. La mwisho, huyu mtangazaji ananichanganya huyu. Unajua wakati mechi inatangazwa hii, kama mlifuatilia vizuri, dakika 90 ilikuwa mpira. Baada ya mechi kuisha akawa kama maombolezo hivi. Yaani ushaangalia msiba ule wa kiongozi afu kwenye TV mtu anautangaza. Sasa wanainuka hao, sasa ni ndugu marehemu ambao wanainuka wanaongozwa na mjomba fulani. Ndivyo ilivyokuwa mwisho pale kwenye medali. Mjasikiliza nyie? Nilimwambia ndugu yangu Mpenja vipi? Maana alikuwa anatangaza msiba pale. Aliyetangulia mbele ni Murtaza Mangungu. Kwa nyuma yake naona viongozi wengine, lakini kuna captain wanakuja. Yaani kama mtu kodilishani unajua anaenda kuzika nini hapo. Motsepe, sio Motsepe. Mpenja oye! Katangaza mechi ngumu zaidi kwenye maisha yake jana, Baraka Harrison Mpenja. Kila akichangamsha mechi, anachangamka yeye, mechi iko pale pale chini. Mpenja kila akiwavuta, inapigwa watu hawapigi kweli. Kabakia yeye. Tumpeni sana pole Mpenja. Akateseka sana jana. Mwisho nataka niwape ratiba fupi. Kwa sababu wameona tumefanya tukio leo hili, wanaweza kufikiri kwamba tumefika mwisho. Sisi kama marafiki wa Berkane, hii mnayoiona leo hii ni a'udhu billahi minashaitani rajim. Kuna bismillah itakuja.